Shambuliwa na vifaa vyao kuharibiwa katika eneo la Limuru baada ya mkutano wa wafanyabiashara kuhusu ushuru wa biashara kuvurugwa na kundi la vijana waliokuwa wamejihami. Mkutano huo uliitishwa kupinga viwango vya ushuru wa biashara katika kaunti ya Kiambu kufuatia madai kuwa gavana Kimani Wamatangi alitangaza kupunguza ushuru kwa 50%. Hata hivyo, mkutano huo ulisambaratika baada ya kuvamiwa na genge linalodaiwa kuwa wafuasi wa gavana waliopinga suala hilo kujadiliwa hadharani. Tulikuwa tumepata mwaliko kutoka kwa wafanyabiashara kuwa wako na mkutano, na tukiwa kwa mkutano ndio tuliona vijana ambao walikuwa na furugu, wakaja na sewage wakamwagia kila mtu, alafu baadaye wakaja upande wa mali tulikuwa si journalist, wakachukua kamera yangu wakaiharibu na wakapora kamera ingine ya journalist wengine wenye tulikuwa na wao. Ni siku ngumu sana kwetu kama wanahabari katika kaunti ya Kiambu, ambapo tuliweza kuvamiwa katika mkutano wa wafanyabiashara hapa Limuru na magenge ya vijana ambao wanaonekana lengo lilikuwa wanahabari. Sema hakuna mtu hata mmoja atalipa license, tuko na court order. Kwa hivyo mtu asikuje kuharasi nyinyi, akiharasi nyinyi mnajua vile mtatupata. Na kwa mkubwa wako anaitwa Governor Wamatangi, he needs to know Kabogo was here in 2014, akakuja akatufurusha hapa. We went to court and we got a landmark ruling from Justice Odunga on the issue of public participation. Bila shaka kufikia hapo mimi sina la ziada, ila kukushukuru sana kutazama kipindi hiki cha yanayojiri Jumaa hii. Niseme kwa heri, ubaki na wingi wa heri. Mimi ni Suleiman Yeri, usende mbali. Mwenzangu Dennis Aseto na Meresha Uwiti watakuja hapa kukupasha yote yanayojiri, na pia watakuwa wanaandamana na wasichana kutoka Alliance Girls katika taarifa hizo za News Desk. Kwa heri.